Mambo 7 yanayoharibu future ya vijana wengi leo, na jambo la 7 ndilo hatari zaidi kuliko yote. Kuna ukweli mmoja mchungu sana. Asilimia kubwa ya watu wanaoteseka kiuchumi na kulalamika wakiwa na umri wa miaka 40 walianza kuharibu mwelekeo wa maisha yao wakiwa na miaka 20 hadi 30. Na kibaya zaidi, walikuwa hawajui kabisa kama wanaharibu maisha yao. Leo ni Jumapili, siku tulivu kabisa ya mapumziko na kutafakari. Lakini hebu jiulize swali hili kwa dhati kabisa moyoni mwako. Je, una uhakika kwa 100% kwamba hauchomi moto mustakabali wa maisha yako hivi sasa kwa kufanya makosa unayoyaona ni ya kawaida ya kila siku? Kwenye video hii ya leo, tutaenda kufungua macho na kutazama mambo 7 hatari ambayo yanachoma na kufuta ndoto za vijana wengi wa kizazi hiki, na jinsi unavyoweza kujinasua kabla muda wako haujapita. Twende kazi. Shida kubwa ya kizazi cha sasa sio ukosefu wa fursa, wala sio ukosefu wa mitaji, bali ni mitego ya kisaikolojia na ya kitabia ambayo vijana wengi wameidharau. Tabia hizi ndogo ndogo za kila siku zinajikusanya na kutengeneza ukuta mkubwa unaozuia mafanikio hapo baadaye. Unapokuwa kijana, unahisia kwamba una muda mwingi sana mbele yako. Lakini ukweli ni kwamba muda ni rasilimali inayokimbia kwa kasi ya ajabu sana. Ukigundua mitego hii mapema, unajiweka kwenye nafasi nzuri sana ya kutawala soko, kujenga chapa yako na kuwa mtu wa tofauti sana katika jamii inayokuzunguka. Mtego wa mafanikio ya haraka na njia za mkato. Jambo la kwanza linalowapoteza vijana wengi leo ni kiu ya kutaka mafanikio ya haraka sana, bila kutaka kupitia mchakato unaotakiwa kisaikolojia na kibiashara. Tunaishi kwenye ulimwengu wa kidigitali ambapo kila kitu kinapatikana kwa haraka sana, jambo linalofanya akili za vijana wengi iamini kuwa hata utajiri na mafanikio makubwa yanapaswa kuja kwa haraka ya namna hiyo. Tamaa hii inawafanya waingie kwenye njia za mkato hatari, kuanzia michezo ya kubahatisha, kubeti, hadi biashara za kitapeli mtandaoni. Wanasahau kuwa mafanikio ya kweli yanajengwa kwa matofali ya nidhamu, kujifunza na uvumilivu wa muda mrefu. Unapokwepa mchakato wa kukua, unakwepa pia kujenga misuli ya akili itakayokusaidia kulinda na kusimamia mafanikio hayo yatakapokuja mbeleni. Utumwa wa mitandao na kulinganisha maisha yako. Jambo la pili ni matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na mtego hatari wa kulinganisha maisha yako halisi na maisha ya kidijitali ya watu wengine. Mitandao imekuwa kama kioo kinachoonyesha upande mmoja tu wa maisha ya watu, upande wa furaha, safari za kifahari na mafanikio makubwa yaliyosafishwa kwa vichujio vya picha. Kijana anapoamka asubuhi na kuanza kupitia kurasa za Instagram au TikTok, anajikuta anajihukumu na kuona maisha yake hayana thamani akilinganisha na uhalisia wa uongo anaouona mtandaoni. Hali hii inatengeneza sonona kubwa, inaua ari ya kufanya kazi kwa bidii na inamfanya kijana apoteze masaa 5 hadi 6 kila siku akitazama maisha ya wengine badala ya kutumia muda huo kujenga ujuzi wake mwenyewe. Makundi na marafiki wasio na maono ya kimaendeleo. Jambo la tatu ambalo linagharimu mustakabali wa vijana wengi ni aina ya watu wanaowazunguka kila siku kwenye maisha yao ya kawaida. Kuna sheria ya kisaikolojia inayosema kuwa wewe ni wastani wa watu 5 unaoambatana nao na kuzungumza nao mara kwa mara. Vijana wengi sana wanaangushwa na makundi ya marafiki ambao hawana mazungumzo yoyote ya maendeleo, mikakati ya biashara au namna ya kukua kifikra. Ukikaa kwenye kundi ambalo kila siku mazungumzo yenu yanajikita kwenye starehe, anasa, soka na kulalamika kuhusu maisha, akili yako itazoea kiwango hicho hicho cha chini cha kufikiri. Ni ngumu sana kuruka juu kama tai ikiwa kila siku unajifungia kwenye kundi la kuku wasiotaka hata kujaribu kupaa. Jambo la 4 ni tatizo kubwa la nidhamu ya fedha na tabia ya kutumia pesa ili tu kuwavutia watu wengine au kulisha kiburi cha ndani, yani ego buying. Hili ni kosa kubwa sana linalowaangusha vijana wengi pale wanapoanza tu kupata kipato chao cha kwanza au cha kila wiki.
Badala ya kuwekeza fedha hizo kwenye miradi inayozalisha au kukuza ujuzi wao wa kibiashara, wanakimbilia kununua simu za gharama kubwa, nguo za chapa maarufu au kugharamia mitindo ya maisha ambayo kwa uhalisia hawaimudu kabisa. Wanatumia pesa wasiokuwa nayo kununua vitu wasivyovihitaji ili kuwavutia watu wasiowapenda. Pesa inayopotea katika umri mdogo bila kuwekezwa upya ni mbegu inayochomwa moto, na matokeo yake ni kurudi kule kule walikoanzia pindi ujana unapoisha. Ugonjwa wa kulalamika na kutochukua wajibu wa maisha. Jambo la 5 ni tabia ya kujiona muhanga wa kila hali na kukataa kuchukua wajibu kamili wa maisha yako mwenyewe. Ni rahisi sana na inafariji kisaikolojia kulaumu serikali, kulaumu uchumi, kulaumu wazazi au kulaumu mazingira kwa kutopiga hatua kwako. Lakini ukweli mchungu ni kwamba ingawa changamoto za mazingira zipo na ni halisi, kulalamika hakujawahi kulipa bili yoyote wala kubadili maisha ya mtu yoyote duniani. Vijana wanaofanikiwa na kutawala soko ni wale wanaotambua kuwa hata kama mazingira ni magumu kiasi gani, wao ndio manahodha wa meli ya maisha yao. Wanatafuta suluhisho la changamoto zao badala ya kutafuta sababu na visingizio ya kwa nini wameshindwa kufikia malengo yao. Kukataa kujifunza ujuzi wa kisasa wa mauzo na masoko. Jambo la 6 ni kuamini kuwa elimu ya darasani au chuo kikuu pekee inatosha kukufanya ufanikiwe, na hivyo kuacha kabisa kujifunza mambo mapya. Dunia inabadilika kwa kasi kubwa sana kupitia teknolojia na akili bandia, na mifumo ya kiuchumi inabadilika kila uchao. Kijana anayeacha kusoma vitabu vya saikolojia ya biashara, anayeacha kujifunza ujuzi thabiti wa jinsi ya kuuza, jinsi ya kufanya masoko, au jinsi ya kutumia zana za kidijitali kama Google Maps kuvuta wateja, anajiondoa mwenyewe kwenye ushindani. Kwenye ulimwengu wa sasa, usipojiongezea ujuzi wa kipekee unaotatua changamoto za watu na taasisi, unajihukumu kuwa mtu wa kawaida sana ambaye anaweza kubadilishwa na yeyote wakati wowote. Kukataa kujifunza ujuzi wa kisasa wa mauzo na masoko. Jambo la 6 ni kuamini kuwa elimu ya darasani au chuo kikuu pekee inatosha kukufanya ufanikiwe, na hivyo kuacha kabisa kujifunza mambo mapya. Dunia inabadilika kwa kasi kubwa sana kupitia teknolojia na akili bandia, na mifumo ya kiuchumi inabadilika kila uchao. Kijana anayeacha kusoma vitabu vya saikolojia ya biashara, anayeacha kujifunza ujuzi thabiti wa jinsi ya kuuza, jinsi ya kufanya masoko, au jinsi ya kutumia zana za kidijitali kama Google Maps kuvuta wateja, anajiondoa mwenyewe kwenye ushindani. Kwenye ulimwengu wa sasa, usipojiongezea ujuzi wa kipekee unaotatua changamoto za watu na taasisi, unajihukumu kuwa mtu wa kawaida sana ambaye anaweza kubadilishwa na yeyote wakati wowote. Hofu ya kufeli na kukata tamaa mapema. Jambo la 7 na ambalo ndilo hatari zaidi kuliko yote ni hofu ya kujaribu mambo mapya na kukata tamaa haraka sana baada ya kukutana na anguko la kwanza. Vijana wengi wana mawazo mengi mazuri sana kichwani mwao, lakini hawaanzishi kwa sababu wanaogopa kuchelekwa, wanaogopa kuonekana wameshindwa, au wanaogopa kile ambacho watu watasema kuwahusu. Na wale wachache wanaothubutu kuanza, wakikutana na dhoruba ndogo tu au wakipoteza mtaji wao wa kwanza, wananyosha mikono na kuacha kabisa safari hiyo. Ni lazima uelewe kuwa kufeli sio kinyume cha mafanikio, bali kufeli ni sehemu muhimu sana ya safari ya kuelekea kwenye mafanikio. Kila anguko unalolipata linakuja na somo la thamani linalokukomaza kwa ajili ya ushindi mkubwa unaofuata. Hitimisho na wito wa chukua hatua. Tunapohitimisha tafakari yetu ya siku hii ya leo ya Jumapili, chukua sekunde chache kujitathmini kwa dhati kabisa bila kujidanganya. Ni jambo gani kati ya haya 7 ambalo unahisi limeanza kushika mizizi au limekuwa likikurudisha nyuma kwenye maisha yako? Habari njema ni kwamba maadamu bado una pumzi na bado una nguvu za ujana, una uwezo kamili wa kubadili mwelekeo wa maisha yako kuanzia sekunde hii.
Acha kutafuta njia za mkato. Chagua marafiki sahihi. Weka nidhamu ya chuma kwenye fedha zako na jifunze ujuzi mpya kila siku. Mustakabali wako upo mikononi mwako mwenyewe. Kama ujumbe huu umekugusa au umekufanya utafakari, usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Bofya alama ya kengele na weka maoni yako hapo chini. Ni jambo gani limekuchoma zaidi? Share video hii na kijana mwingine ili naye apate kusikia ukweli huu leo. Nawatakia Jumapili njema sana na wiki yenye ushindi mkubwa wa kibiashara na kimaisha. Tukutane kwenye video ijayo. Kwaheri.